kwanza kabisa ya Jumapili. Tulikuwa tukifanya ibada nyingi hapa za ibada ya katikati, lakini Mungu ametusaidia. Leo ni Jumapili ya mwisho wa mwezi, tarehe ngapi leo? 29. 29, Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 12 na Jumapili ya mwisho ya mwaka 2020. Kwetu sisi wana Samaria hapa ni heshima kubwa kwamba Mungu ametuheshimu. Tumekuwa na ibada ya baraka sana ya ufunguzi ambao mchana utaelekea kwenye uzinduzi rasmi wa ibada hapa kambi ya Msamaria Mwema Majoe Kivule hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwanza kwa maono haya makubwa ya mavuno mengi bora na yanayodumu ulimwenguni kote, ambaye kauli yetu mbiu kwa miaka hii 10 ni makanisa zaidi ya 100 kufunguliwa ndani ya miaka 10. Na makanisa hayo 100 kufunguliwa ndani ya miaka 10 ni pamoja na tawi hili la kambi ya Msamaria Mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwangu mimi binafsi namshukuru Mungu sababu ndio tawi la kwanza kufungua tangia niingie kwenye utumishi. Nimekuwa nikisimamia tawi la Chanika, lakini lile lilianzishwa likawa limeanguka. Alikuanzia mikononi mwangu. Kwa ni kazi ya watu ambao niliirithi 2013 hadi 2023 na 24. Sasa mwaka wa 11 ile kazi imesimama. Kama nilivyosema asubuhi, hebu tumpe Mungu makofi ya shukrani kwa ile kazi ilikuwa imeanguka ambayo imesimama tena katika jina la Yesu. Kumbusha kamera mama. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ikiwa unapokuja kuna unapeleka taarifa za huko na huko. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweka kumbukumbu. Ni maana historia sana, napenda historia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kazi ya Makedonia imesimama. Na hii kazi hapa ilikuwa ianze mwaka wa 2012, lakini kwa sababu ya kazi ya kule Makedonia hii ikasimama kwa muda. Lakini tulishamuomba Mungu kwa habari ya maeneo haya, na huku Mungu anao watu wengi. Tunaanzia hapa nyumbani kwa mtumishi wa Mungu, lakini miezi michache inayokuja Mungu atupatie eneo kubwa zuri. Na tunamwamini Mungu ya kwamba kanisa la hapa kambi ya Msamaria Mwema litakuwa ni kubwa mara 2 kama sio mara 3 ile la kanisa la Makedonia Shalom Gospel Assembly pale Singiziwa Msumbiji, mpakani kabisa na Chanika. Ile kanisa aliko Chanika liko Singiziwa, limepakana na kata ya Chanika. Liko Chanika lakini liko Chanika mwisho, lenyewe liko kwenye kata ya Singiziwa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hili hapa tawi jipya liko kwenye kata ya Majoe, mtaa wa Kivule. Zamani nilifikiri hii ni Kipunguni, kumbe na yenyewe hii si Kipunguni, hii ni Kivule. Kipunguni ni wenzetu, tuko mpakani hapa, tunapakana. Kweli kushukuru wewe mwana kambi ya Msamaria ambaye tulikuwa kule Makedonia, na hapa tuko kuendeleza kazi ya Mungu. Tumeona kipindi kilichopita cha shule ya Jumapili au saa maarifa ya shukrani kutoka mbinguni. Kwa nini tuko mahali hapa? Nasema tuko mahali hapa kama mwitikio wa agizo kuu la Yesu Kristo baada ya kufa kwake na kufufuka. Aliliagiza kanisa litoke, liende, likafanye wanafunzi ulimwenguni kote. Narudia, baada ya Yesu kufa na kufufuka, kabla ya kupaa mbinguni pale Galilaya, kusoma Matendo ya Mitume 1:11, Yesu anapaa pale Galilaya. Wagalilaya wanashangaa, Yesu anachukuliwa mbinguni. Waliporudisha macho yao chini, wakutana na malaika. Mavazi yao yalikuwa ni meupe. Wakamwambia, enyi watu wa Galilaya, mbona mnashangaa mkitazama juu mbinguni? Huyu Yesu mliyemwona akienda zake mbinguni, mtamwona jinsi hiyo hiyo akija kutoka zake mbinguni. Huyu Yesu mliyemwona akichukuliwa kwenda mbinguni, atarudi jinsi hiyo hiyo kama mlivyomwona akienda zake mbinguni. Kwa hiyo Yesu alipaa Galilaya, na kabla ya kupaa aliambia wanafunzi wake, nimekwisha kufa, nimesulubiwa, nimefufuka. Haleluya. Sasa nendeni. Katika Mathayo 28:19 tumesoma asubuhi na tunaendelea naye. Huo ni mstari ambao inaweza kawa ndio jumla ya maisha ya kanisa. Lakini hapo waliambiwa wasitoke Yerusalemu mpaka wavikwe uwezo wa kupokea hilo agizo na kulipeleka ulimwenguni kote. Hivyo wakakaa pale gorofani wakisubiri hii ahadi ya Roho Mtakatifu. Katika Luka 24 ule mstari wa 49, Yesu anawaambia msitoke humu mjini mpaka mmevikwa uwezo utokao juu, ili kwamba muweze kulichukua ile agizo na kulipeleka ulimwenguni kote. Kwa nini kanisa halitoki na kufanya wanafunzi ulimwenguni kote?
Angalia nguvu yako kanisa. Bila nguvu huwezi kutoka. Lakini alama ya kanisa linalofikia ulimwengu ni kanisa la Kipentekoste. Kanisa la Kipentekoste maana yake nini? Ni kanisa ambalo limejaa nguvu. Matendo ya Mitume 1:8, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Niulize kanisa la Kipentekoste, nitakuonyesha mitaa ambayo imefikiwa, nitakuonyesha maeneo ambayo yamefikiwa na neno la Mungu. Hii ndio dalili na nguvu ya kanisa la Kipentekoste. Kama kanisa limekaa mahali pamoja dormant halitoki, kuna maswali mengi ya kujiuliza kama hilo kanisa ni kanisa la Kipentekoste. Roho Mtakatifu aliposhuka kutoka mbinguni, aliingia ndani ya wanafunzi, milango ikafunguliwa, wakatoka. Kama nilivyotoka Betheli, baada ya nguvu ya Roho Mtakatifu juu yangu, nikaenda Msumbiji. Kama nilivyotoka Msumbiji kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, nimerudi Majoe. Alama kubwa ya kanisa la Kipentekoste ni ile nguvu ya kutoka Yerusalemu. Niulize kanisa la Kipentekoste, nitakuonyesha matawi mapya yanayoanzishwa kama ile la kambi ya Msamaria mwema. Oh, haleluya. Amen. Nguvu ya Mungu popote iliposhuka, watu hawakukaa, walijaa nguvu na kuondoka. Yesu akasema, basi enendeni mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote. Ndio maana asubuhi nimekwambia kanisa